Ona sasa. Ulikuwa unataka sasa timia. Kata kuipa hospitali ya kupumulia mpira kwa ujinga wako wewe. Niambie mimba ni nani? Nakuuliza mimba ni nani? Sikiliza nikwambie. Umri wangu mimi ni mdogo sana lakini nakumudu. Torokaisha mwenye mimba. Oa vipi bichi boy? Kuna nini hapa? Aha. Wewe unajitia kidume sana. Unatoka huko ulikotoka unakuja kumtia mimba sisteri. Au vipi? Kwa unataka nikutie wewe nini bichi boy? Oa mimi nina uwezo wa kukutia mimba hata wewe na usifanye chochote. Hizo ni dharau unazoleta. Hizo ni dharau. Oa mimi nakumudu. Alafu nisumbui kwa chochote. Wewe na dada yako wote ni wachumba. Sasa ngoja niwaonyeshe. Nizilishe kwa nyinyi ni wachumba. Ungebaki sasa tukuonyeshe shughuli kwa wanaume tuko vipi. Oa bichi boy. Oa ukija kwenye area hii umekuja kwenye anga za wanaume. Oya. Nimemchukua sisteri mpaka kwa mwana kule. Alafu kufika kule mwana analeta dharau. Anampiga mabusu mbele yangu sisteri. Na sio sister tu. Mpaka mimi mwenyewe kantia busu. Hiyo ni dharau ambao sijawahi kuiona duniani. Unakubali vipi mtoto wa kiume unapigwa busu kizembezembe unaharibu brand bro? Hiyo ni dharau kishenzi. Oe inakuaje mwanangu unataka dharau kama hivyo afu mwanangu sisi tunakukubali mwanangu. Oe brother tufanye kitu mwanangu. Wewe mwana ukoje kwanza? Mwana ukoje analeta dharau mwanangu? Sikia mwanangu sio mambo mengi. Wenzetu kama vipi? Hiyo dharau hiyo mimi sijapenda kabisa hiyo. Hiyo dharau afu zeshe. Yaani umetudhalilisha sana uko wetu. Yaani wewe unanyonywaje mate na mwanaume mwenzio? Yaani mimi sijapenda hilo swala. Sasa leo ngoja nikakuonesha sasa mjue mimi kwa nini naitwa Gold Music. Yaani unapigwaje busu wewe mtoto wa kiume? I say busu. Unaharibu brand bro. Yaani unatudhalilisha. Dharau kwa unaongea sana. Hamna, hiyo ni dharau bro. Mimi sijakubaliana na hilo swala. Hiyo dharau. Au unasemaje? Hiyo dharau hiyo. Vipi mtoto wa kiume wewe? Wewe, Ichibwe mwenyewe huyo hapa analeta dharau. Alomtia mimba sisteri. Na sio mimba tu. Kamchapa denda mbele yangu. Umesahau moja. Kakunyonya mate. Oa vipi bichi boy? Kuna nini kwani? Oa Oa mbona mnachukulia baridi? Oa blaza kwani unatuchukuliaje wewe? Yaani umemtia sisteri mimba na bado umemnyonya blaza mate. Wewe blaza vipi wewe? Oa bichi boy. Oa wewe chokoleti tu mimi na uwezo wa kuramba. Msikia bichi boy? Oa alafu mimi ujue nimewengana na watoto weupe kama wewe. Oa usije kurudia tena kupita kwenye anga hizi bichi boy. Oa potea. Hapa mna shida. Kwani unataka kumtemea dadako?
Bwana blaza ana shida yote. Sasa shida ni nini? Alafu kumbe shemeji bonge la handsome asi shemeji mnyama, yani nimefurahi sana kukujua yani kukuona. Wewe mwanangu ujue. Bonge la shemeji. Wewe mwanangu mimi ujue. Hata akizaliwa mjomba ukifanana naye ni unyama. Unajua utakuwa unyama? Utafurahi. Sema mwanangu wewe msaliti sana wewe. Wewe msaliti. Ndio. Mbona unaniacha? Situpo pamoja. Shoga yangu. Yaani umepoa. Umepoa kama maji kwenye mtungi. Lakini mimi sasa nina unyunyu. Ninaumbea wa chini chini, sawa? Leo sasa kaka huyo unemjua. Katoka hapa wangu. Kaenda kumfuata huyo bwana aliyempa mimba Hadija. Sawa? Kaenda huko, sio kimemkutani. Kaenda huko. Yeye pamoja na Hadija. Kapigwa denda Hadija. Na yeye mwenyewe. Katoka huko, yani haijatosha. Kaja kuwachukua kaka zake wote. Wameongozana kwenda kule. Kilichofuata. Yani ni makubwa tena. Wote yani sijui nikwambie, sijui hata nikuelezeje. Sijui wamepigika, sijui wamefanya nini. Kilichofuata wamepigwa na wenyewe mabusu. Hata sijui kinachoendelea. Mbona unambea sana kwa mdogo wangu? Hivyo wewe unafurahi haya maisha tunayoishi hapa nyumbani? Yaani ukikaa muda wote choko nani kafanya nani hajafanya ndio maisha yako, si ndio? Nisikilize. Hii sura hii sio ya umbea. Tena unikome kuanzia leo. Sio unanisikia? Yaani kuanzia leo hii sitaki ukaniletea umbea wote, umesikia? Iwe mwanzo na mwisho. Tena unikome. Mpuzi mmoja wewe. Yaani mijitu mingine naye nilipombea hata niliposhirikiana. Kama amepigwa madenda tusiseme ukweli. Unajua nini mwanangu? Hii kesi nzito sana. Ni nzito. Mzani ambao hatuwezi sisi kubeba. Hela hata brother angekuepo sababu yule ni muuni. Muuni alopitiliza. Yaani ameshindikana kiufupi. Ila sisi kwa sisi. Tumwombea tu Mungu kule kwa hospitali atoke salama. Ila hivi mimi na wewe na walopo hapa hamna kitu ndugu yangu. Tunafanya kudanganyana. Ila sema nini? Mimi na wazo kufanya. Mjumbe, sisi tumekuja hapa kwako. Kuna shida. Nyumbani pale kuna sekeseke kinoma. Tumeona tuweze kujichukulia sheria mikononi. Tumekuja kwenye vyombo vya dola. Pale nyumbani kuna dada yangu mimi ambaye anaingia form 4 mwaka huu. Sasa kuna msela amemtia mimba. Astaghfirullah alazim. Sheria ya Tanzania hairuhusiwi kabisa mwanafunzi kujihusisha na kitendo cha mahusiano. Sasa kama wamefanya hivyo wamekosea sana. Mjumbe, naomba nikazie kidogo hapo. Sio mimba tu. Hata shuleni alikuwa namba 1. Anapewa vitabu na walimu, anawafundisha wenzie. Hebu ashumu kwanza wewe mjumbe. Angekuwa ni mtoto wako. Je, wewe ungefanyaje? Alikuwa anashika namba 1 darasani. Yaani kiufupi huyo ndio alikuwa taifa la kesho. Huyo ndio kupo rais wa baadaye. Indekawa hata waziri. Kwa sasa mimi naomba kitu kimoja. Tusifanye vitu tu bra kwa sababu hapa mmefika katika chombo cha sheria na sheria siku zote inafuata mkondo. Sheria ni msumeno, si ndivyo? Mimi nilikuwa naomba mnitie huyo mwanafunzi hapa nyumbani. Nipate muda wa kuzungumza naye ili nijue kwamba hiyo mimba iliingia amependa au la.
Ndio kama amependa, sisi tukawa tunajisumbua tu. Hilo limeisha mjomba. Tupe dakika 5 tu. Tamleta hapa. Sawa. Wewe mwanangu, sikia. Huko tunakwenda, kila swali utakaloulizwa sema ndio. Lolote lile wewe sema ndio. Nyie vipi? Yaani mnanipeleka sehemu sijui, alafu mnaniambia niseme ndio. Nyie vipi? Wewe tulia wewe. Basi umeambia kila swali utakaloulizwa sema ndio. Sasa unachokataa hapa ni nini? Pumbavu mkubwa. Hebu tuondokeni.